nikikuja Nairobi, hii soko niliipata hapa. Nikikuja Nairobi, hii soko nilipata hapa. Na mimi nataka niwahakikishie, mimi nitasimama na nyinyi hapa kwa hapa, unyo kwa unyo. Hatutakubali watu wafukuzwe kwa soko. Tunaelewana ama hatuelewani? Tunaelewana hatuelewani? Mimi nafurahi sana naibu wa rais. Hawa ndio hustlers wa kabisa. Hawa ndio wamama wa soko. Hawa ndio vijana wa soko. Hawa ndio hustler wa pale chini. Wakati tulikuwa tunazunguka hii Nairobi, tuliambia hawa wakitupea kazi tutawaleta juu. Badala ya kuwaleta juu, tumewarudisha chini kuliko mahali walikuwa. Ile mashida iko na hawa watu. Siku hizi mpaka kupata chakula kukula mara 3 inakuwa ni ngumu. Alafu unasikia yule mtu ameweka hapa City Hall, aagarie masilahi yao, anaanza tena kuwatuma ati nje. Ndio aibe hii kiwanja auze. Hiyo inawezekana? Haiwezekani. Inawezekana? Haiwezekani. Kwa hivyo mimi nasema tutasimama na nyinyi na tuambie huyu Sakaja kutoka akalie hii kiti. Kazi gani amefanya hii Nairobi? Kazi gani amefanya hii Nairobi? Isipokuwa kuiba pesa ya wananchi. Ni kitu gani kingine amefanya hii Nairobi? Kama ni barabara zimeharibika zote. Kama ni soko zimeharibika zote. Kama ni kuongeza license ameongeza mpaka mahali nyinyi hamwezi fikia. Nataka tumpatie notice. Tumwambie vile tuliamka mapema tukapigia yeye kura akuwe governor wa hii Nairobi. 2027 ikifika tunaamka mapema tumwambie nyumbani ni nyumbani. Haiwezekani ati kazi yetu ni kukuja kusaidia mtu akuje ajitajirishe hapa Nairobi. Akikaria hii kiti hakuwa na kitu. Saa hii ameiba. Sasa vitu zote, hata hapa nafikiria anataka kugrab ndio ajenge nyumba yake. Lakini tunamwambia haiwezekani. Nataka pia huyu gavana wetu akubuke Waititu, yule alikuwa gavana wa Kiambu, Muigai wa Njoroge na naibu wa rais hapa walizunguka hii Nairobi wakimuombea kura. Kwa hivyo hatuombi, tunasema lazima aheshimu naibu wa rais. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Hii serikali yetu ya Nairobi ya hustlers hapa, tulimwambia pea mama boga mmoja akuwe CEC. Alikataa. Pea kijana moja wa bodaboda akuwe chief officer. Akakataa. Mimi nataka 2027 ikifika, kwa sababu mimi najua mnatusikiza na sisi tunawasikiza na tutasikiza ground. Candidate akijitokelezea, candidate akifanya nini? Akuje awaambie anataka kura ya kiti ya governor ya Nairobi. Mtapeana ama hamtapeana? Kuna mzee mmoja mlikuwa mnafanya kazi na yeye hapa, na alikuwa anafanya kazi kwa hii soko, na huyo mimi naonanga kama yeye ni baba wangu wa kisiasa. Na ni mwenye anaelewa ile mashida ya nyinyi watu wa soko hapa. Mimi nikiangalia naona huyu mheshimiwa Bazenga akikuja awaombe kura, awaambie anahitaji kura ya gavana, tufanye nini? Na akiwasubua bado mimi niko. Akiwasubua bado mimi ni Nyamakema oye! Nyamakema oye! Vijana fire! Vijana fire! Kwanza kabisa tuanze na kushukuru our deputy president Bwana Rigiji kwa sababu siku ya leo ameacha kazi zake zote akuje atembelee wachuuzi wa CBD. Tumetembea kule wakulima market mahali watu wetu walikuwa wanatishwa, na amesema wakulima market is here to stay.
Tumeingia naye Muthurwa, akaangalia hali ya Muthurwa, na pia tukaenda kule Gikomba, tumekuja hapa OTC, leo tena tuko hapa ili Nyamakima. Si amejitolea siku ya leo, si kweli? Leo amejionea wale watu ambao wanampiga vita wakiongozwa na Sakaja. Hakuna kazi wamefanya, kazi yao ni kulala usiku na mchana wakipanga njama ya kuondoa Rigiji. Mtakubali kweli? Mtakubali kweli? Mtakubali? Huyu ndio mtu mwenye ametutetea wakati tulikuwa na shida kama traders wa Nyamakema, alikuwa mstari wa mbele kututetea. Wakati wa kulima market ametutetea, wakati Gikomba ilichomeka akatutetea, hata wakati wa finance bill akatutetea. Na sasa watu wanapanga njama ya kumuondoa. Mtakubali kweli? Sisi tunataka kuongea na Mheshimiwa Rais President Ruto. Tumkumbushe mlikuwa na agreement na DP wetu Rigiji. Na ile siku mlikaa pamoja kwa ballot mlikuwa mmeandikwa mkiwa wawili. Na kwa sababu mlikuwa na agreement, sisi tunasema you must honor that agreement, and we are not begging you, that is our right. Kwa sababu sisi kama watu wa mlima, sisi ndio tuliweka serikali ya Kenya Kwanza kwa serikali. Wakati umeingia ndio umeanza kudiscover kuna watu wanaitwa Raila Odinga. Badili tuoneshe heshima ya watu wa mlima, wewe ni madharau. Watu wetu wanafanya kazi, biashara zao zimedhoofika, ushuru uko juu, na wakati Rigiji anaongea mnamuita mkabila. Mtakubali kweli Rigiji ahujumiwe? Mtakubali kweli ahujumiwe? Adaitwa na mwetekera. Na ogia togero wa mana Rigiji wetu wadaito. Todo adukinya docio tolero ate no moke mareho, ona matigota kwareria oro wito. Ona yatogia mathina tutire twamona. Ithuĩ twĩna njamba itũ ĩrĩa tũrũagĩrĩra, na kĩrĩa kĩratũma mae kũmwenda nĩ gũkorwo ti mũndũ ũngĩhenio, na nĩ mũndũ ũtarĩ mũndũ wĩna ũcamba. Mũndũ ũcio marenda gũtũrehera na gauti ga soprano rĩ, nĩ mũkũmwĩtĩkĩra? Nĩ mũkũmwĩtĩkĩra? Akĩmani acio nĩo marehire mũswada wa finance bill bunge. Ithuĩ andũ aitũ agũkomba na Nyamakema mongererwo magoti ĩtiguo, no nĩ twaregania namo na inyuĩ mũkĩrũgama nao. Si kweli? The power belongs to the people. Hata finance bill venye ilianguka, president aliamini the power belongs to the people. Na the people are with Rigiji. Na sisi tunajua kiongozi wetu Mount Kenya ni Rigathi Gachagua. Hao watu wenye wanashikana na hapo, wanasema wanaweza muimpeach. Na ukiangalia hizo sura ndio inafanyanga tuitwe togege. Mtakubali kufuata togege kweli? Mtakubali kufuata togege kweli? Sisi kama vijana tunasimama na Rigiji. Sisi kama watu wa Nyamakima tutasimama na Rigiji. Na sisi kama watu wa starehe tunasimama na Rigiji. Mwisho, sisi tunashikilia Rigiji. Sisi tuko nyuma ya Rigiji. Wale wako kwa Rigiji nionyeshe na mkono. Hey! Alafu usikia mbunge wa constituency moja akijibu Rigiji. Na Rigiji alipata kura 7 million wakiwa na rais. Alafu muombee watu wa Kiambu tafadhali. Wambunge kadhaa wa Kiambu walikutana mahali tuko na kura 1.2 million, wakasema watu wataka kiongozi, sijui ametoka county iko na 100,000 votes. Hesabu gani wanafanya hata wao? Tuko na 1.2 million, tukaongozwa na mtu anaomba kura. Na sisi ndio tuko na kura. Hiyo yote tutaanza kuongea tukiambia watu wa Mount Kenya na Demwada Theodore Marigiti. Asanteni sana na Mungu awabariki. Pathway in humanities and a pathway in creatives and sports. And the way that we are looking forward in placement is that our children will be looking more on which school as their pathway. So the first thing that we shall all be thinking about is the pathway, not the school. You know, previously we've been crowding our children, and our children have been saying, I want to go to a national school, I want to go to an extra county school. Going forward, we are not going to have those categorization. Schools will be based on their pathways. And therefore, a kid will be saying, I want to do STEM. Which school has STEM? So the first thing that comes to the mind of the child is the pathway. And then now, the child will follow the pathway that will take the child to a school. So pathways will be critical. And what we have agreed as government is that every school will offer at least 2 pathways. And STEM will be a compulsory pathway so that we can prepare our country into the future
as we are all aware, we are constructing a TVET institution in every county. So to be able to continuously have a proper pipeline from our basic institution to tertiary for those who will qualify to go to the university, those who will qualify to go to TVET, is that we would want to ensure that the pipeline of TVET is not compromised. And that's why every school will offer STEM. And in preparation for that, starting January, we have 1,600 of our schools who do not have labs, our senior schools. And to prepare our senior schools to be able to offer STEM, starting January 2025, we are going to construct a laboratory in every school without a lab now. We are going to do a physical lab for every school, every of our senior schools, to ensure that they are prepared to offer STEM. We are also going to do what we call virtual labs. You know, with technology, we would want to leverage on technology. And therefore, we are also, other than the physical lab, we are also going to offer a virtual lab. Because going forward, we want to leverage on technology. You know, you will appreciate how the art, if you are dealing with the art and you want to know how it is bumping blood, if you see it physically doing it in a virtual environment, it will make you appreciate it better. And that is why going forward, we are going to have both physical labs and we are also going to leverage on technology in the virtual labs. As for examinations and assessment for grade 6 and our KCSE, we want to assure all of us that we are ready. All that needs to be done has been done. I've been engaging very closely with my colleague in charge of Interior, Dr. Raymond Omolo, because as we are all aware, administration of examination has been a multi-agency teamwork where we deliver as one in government. And I want to assure all of us that we have had meetings with the Ministry of Interior, we have had engagements with our regional commissioners, our regional directors of education, our regional directors of teacher management, so that we can be sure that our children will be able to do our examination in a conducive environment come October, November, when we run these examinations. So that is what I wanted to assure all of us, that for sure we are ready for our children to transition to grade 9. Wa Central kwamba wamemaliza mambo ya identify watoto waliofariki wale 21 ili tunaendelea kusema pole sana kwa watoto, kwa wazazi wenye walipoteza watoto wao kwa shule, kwa maana hiyo shule hata wao wamepoteza watoto, na kwa mimi nimepea kazi ya coordination kwa Regional Commissioner wa Central. Sasa tunaongojea regional we are working with our MPs, we are working with everybody. No. Our children should not be bothered. Sure, sir. Wako hapa mwalimu hapo hapa. Unaitwa? Tunataka sema asante sana kwa mambo yetu ya kujenga watoto. Alafu tuendelee hivyo. But ile ya boarding you have to make sure that our children are safe. Yeah.
And I hope you don't. No, not the school. In boarding, we need to guide the parents, you know, that they need to be their children. It is in the best interest to guide their children in that.